lakini mimi nawaambia mnatakiwa mjiajiri kuanzia sasa. Kama wale wenzangu mnaosomea fani ya mawasiliano kwa umma au uandishi wa habari, hasa uandishi wa habari. Uandishi wa habari ile ni huduma. Ina nguvu kubwa kuliko risasi. Kalamu zetu hata wale tunaoamua kuwa waandishi wa habari inabidi tuzitumie vizuri. Kwa sababu kalamu hizi zinaweza kuleta machafuko kwenye jamii. Kalamu hizi zinaweza kuleta uvunjifu wa amani. Kalamu hizi zinaweza kugombanisha familia, zinaweza zikagombanisha taasisi, zinaweza zikagombanisha kila mtu. Na hakuna kitu kibaya kama machafuko kwenye nchi, kwenye familia, hata kwenye jamii ambayo mnaiongoza. Unaweza ukaandika story useme Wamasai wamevamia wakulima. Pale tayari unatengeneza mgogoro kati ya wakulima na wafugaji. Lakini ungeweza kuandika kwamba watu fulani wamehusika na kuvamia shamba la bwana fulani na wakasababisha kitu hiki na hiki na hiki. Pale unakuwa umejiepusha na kuweka ule mgogoro ambao unaweza ukatokea baina ya wakulima na wafugaji. Cha kwanza natamani tutambue kabisa yupo chuoni kwa muda mfupi. Na muda mfupi ni miaka 2 3 ikizidi 4. Yes, lakini tukitambua pesa hii ndogo inaweza kumsaidia mtu. Ni kujifunza, moja, ajifunze kusevu. Kwenye kile kitu unachokipata basi jifundishe tabia ya kujikuta kufanya chochote. Sasa tuna business online, lakini unaweza ukajitengeneza utamaduni wa kusevu kidogo kidogo. Kile kidogo kidogo unapokikusanya ukaanza hata biashara ukiwa chuoni, ukajikuta unafanya kitu kidogo kidogo, lakini unapoondoka hapa unakuta unaondoka na wazo lililokamilika. Nimependa mdau mmoja hapa Machupa Stationery, kwamba ni mdau wa hapa, ana online stationery kind of. Sasa hawa watu manake mtaji mdogo ule unaokuepo unampelekea mtu, kwa sababu hata utakapotoka nje ya chuo wanakuuliza una nini. Basi angalau kitoka chuo kama ulijifunzia utamaduni wa kusevu kidogo kidogo, hicho nataka nikwambie mwanafunzi mwanachuo utafika mbali sana. Lakini ukao ukijua tu chuoni hatupo kwa muda mrefu, muda mfupi kwa pesa ndogo itakusaidia kufanya vingi. Biashara ndogo ndogo inachukua uzito mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Tunapozungumzia SMEs za aina tofauti. Kwa hiyo mwanafunzi anayo nafasi kubwa sana, kwa sababu anaweza akatafsiri mambo yanayofundishwa na kuyaweka kwenye vitendo vya kuanzisha kitu chochote. Kama ninavyosisitiza kwamba ubunifu ndio kitu muhimu. Kwa hiyo mwanafunzi anapokuwa mbunifu na masomo yake, bila kujali kwamba yuko kwenye field ipi, anaweza akapata picha kamili ya kitu kinachoweza kumsaidia pale alipo, ili aweze kuziba mapengo ambayo yanatokea kutokana na upatikanaji wa masomo. Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba ni kitu kizuri, kinawezekana, na wanafunzi waendelee hivyo hivyo, wasisubiri siku ya mwisho. Kijana ana muda mwingi wa kufikiria jambo na kufanya jambo lingine tofauti na masomo yake. Na huu muda mwingi ambao upo ndio mimi nimeangazia na kuelezea pale. Lakini jambo la mwisho tuniongelea ni passion. Ile moyo wa kutaka kufanya jambo fulani. Vijana tofauti na watu wazima. Watu wazima huwa tuna mambo yetu ambayo tushafanya kwa miaka mingi, ambao tunategemea tuendelee kufanya mambo, wala hatuwezi kubadilika. Yaani kwa mfano kama mimi, vitu ninavyofanya sasa hivi huwezi kunibadilisha kirahisi kabisa. Lakini kijana ana passion ya kubadilika. Ndio maana kuna vijana anaweza kamaliza amesoma masuala ya umeme akabadilika akawa fundi nyumba. Kuna mwingine ameenda chuo